Nianze kwa kuwashukuru sana wananchi wangu wa Chato Kusini kwa namna ambavyo wameendelea kunipa ushirikiano, lakini sana nimshukuru sana Waziri wa Maliasili na Utalii pamoja na naibu wake. Kwa kweli watu hao wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kule kwangu jimbo la Chato Kusini wamenijengea zahanati 2, wamenijengea shule 1, zaidi ya madarasa 7 pamoja na vyoo vyake. Kwa kweli watu hawa Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuwashukuru wao pamoja na wataalamu wao, nimshukuru sana meneja wa shamba la Silayo. Mimi kule Chato Kusini tuna shamba la Silayo kwenye hifadhi yetu ya TFS. Watu hawa wamekuja na teknolojia mpya, wanapanda miti. Kwa hiyo tunaona mabadiliko yanayoenda kuleta tija kwenye jimbo langu la Chato Kusini. Baada ya muda kidogo wananchi wangu wataanza kuona matunda. Kwa kweli meneja huyu Juma Mwita, sijui kama Wakurya wote kama wakina Getere wangekuwa kama huyu mtu. Ni mtu mwema, anafanya kazi nzuri. Kwa kweli nampongeza sana mhifadhi huyu. Wananipa mimi kama mbunge pamoja na wananchi wangu. Changamoto yangu sasa, Mheshimiwa Waziri, naomba sasa utulie vizuri dada yangu, nisikilize. Ninaleta hoja ya wananchi wangu wema wa Chato Kusini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia alipokuja Chato, mimi mbunge wao nikiwa naomba kula na yeye akiomba kula, mimi mtoto wa wananchi wangu wa Bwanga, wa Buziku kule Nyerutefe, kule Ipembela Ng'ombe, Mchangani, kule Matabe wana changamoto ya maeneo ya kufugia na kulima. Mheshimiwa Rais aliposimama alinijibu vizuri na wananchi wangu wakawa na imani na mimi. Ndio maana wakanipa kula. Akasema baada ya kuteua tu baraza la mawaziri atatuma ile ya mawaziri 8 waje wapitie hii mipaka ili wahakikishe hii migogoro yote ya wakulima na wafugaji, ninakuhakikishia mbunge, haitakuwepo tena. Sasa nimesubiria zile siku 100 kwamba hao mawaziri labda hawajakumbuka au wamesahau. Sasa nashindwa kujua mmesahau mawaziri kwamba rais alisema baada ya kuwateua tu muje ili muainishe mipaka vizuri, muwape watu wangu wa kule Nyakayondo waliobanana zaidi ya wakazi 200,000 hawana mahali pa kulima. Mmesahau kuja kuokoa tatizo hili la wananchi wangu. Mimi nilikuwa nawakumbusha tu, lakini inaniumiza moyo kuwa nina watu hawana mahali pa kulima, lakini Mungu amewapa eneo zuri kule. Naomba ndugu zangu. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliomba eneo la Matabe hekta zaidi ya 2860. Watu wa shamba na watu wa TFS wameshalizia kutupa hili eneo. Mheshimiwa Waziri, nikuombe unapokuja kuhitimisha leo hotuba yako hapa, imebaki tangazo la serikali. Hili nalo ni la kuchukua maelezo muda mrefu. Naomba unisaidie kuambia sasa kwamba wametangaza leo, sisi kule Matabe kimekuwa kijiji na tuendelee kulima na kufuga. Hili nalo linachukua muda. Kama hawa watu wa shamba wameshakubali, nikuombe sana Mheshimiwa dada yangu na kupigia magoti. Naomba leo hili ukija hapa uwaambie wananchi wangu wa Matabe ili mioyo yao ipone. Sasa la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda nadhani naweza likawa la mwisho. Mimi kwa kweli, waheshimiwa wabunge, sina changamoto na watu wa utalii. Neno linaloitwa utalii sina changamoto nalo. Ombi langu wapunguze safari za kwenda nje kutangaza. Wanatumia fedha za serikali hovyo. Utangazaji huu si umeshakuwa ni wa kwenye mtandao. 22-23 walichukua bilioni 8 za serikali, wote wameenda nazo safari tu. 23-24-25 wamechukua bilioni 15, zote wanasafiri tu. Kweli waheshimiwa wabunge, tutakuwa tunapitisha hela za watu kusafiri? Watangaze kidijitali, dunia imebadilika, dunia iko kwenye kiganja. Bodi ya utalii, kama hakuna watu wenye uwezo, mimi mtoto wa mama ntilie nipo. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka tu kumpa taarifa mchangiaji kwamba ili upate hela unahitaji kuitumia hela.
Kidijitali tuna uwezo wa kutangaza, lakini hatuna uwezo pia. Wenzetu wa mataifa mengine wanakwenda huko na wanafanya makongamano makubwa. Kwa hiyo tuendelee kuamini kwamba CAG yupo, na kama kuna ubadhirifu wowote basi atauona. Mheshimiwa, unaipokea taarifa hiyo Mheshimiwa Asia? Naipokea kwa mikono miwili. Huyu ni mneki na mimi ni mtu mdogo sana kwake. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ni kupunguza gharama za safari. Nimepokea taarifa yake, nadhani ujumbe umefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nieleze la mwisho. Mimi kwenye utalii sina shida. Shida yangu sasa kwenye serikali ni kwenye maliasili. Hivi kwa kweli mimi niulize tu Mheshimiwa Mwenyekiti, humu kwenye hifadhi kwa mfano, mimi natoka kule Kigosi, hawa nyasi wanaoteshwa na Mungu kila mwaka. Mungu anawaletea maji, wanatunzwa mpaka wanakauka. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haya ni maarifa mabovu. Hatuwezi Mungu akaotesha nyasi, tukazuia ng'ombe hawa wa watoto wa maskini kwenda kuchunga wale ng'ombe wabichi wakanenepa, tukawasubiri tena Mungu akawaambia kaukeni nyasi. Haya ni matumizi kweli? Mpaka Mungu nadhani huwa anatushangaa. Nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri, tengenezeni mpango wa kuwasaidia wafugaji, sio kuwafanya wafugaji wa Tanzania kuwa maskini. Na mimi ushauri wangu wa bunge, naomba mnielewe. Hili tatizo ili tulimalize, msipige kelele humu ndani. Nimemsikia mbunge wa Serengeti, ndugu zangu wote wa Bunda wanalalamika. Mimi nimekuja na suluhisho. Hii Wizara ya Maliasili na Utalii, utalii ujitegemee na maliasili nayo ijitegemee. Nikiwa na maana gani? Uvuvi na utalii, maliasili na uvuvi na mifugo ziunganishwe, ili lile fungu la Biblia liungane, kwamba mtoto wako akikuomba mkate unampa jiwe. Kama wakiunganishwa kwenye mifugo hapa, hao watu watatupa nyasi, sisi wafugaji tutafugia ng'ombe zetu kwenye yale mapori, kwa sababu ng'ombe hawezi kukata mti, ng'ombe hawezi kupambana na simba. Sisi tutawalinda hata hao wanyama kuliko watu wanaoingia na kukata miti. Wanaokata miti ndio wanaharibu, sisi ng'ombe wanaenda kula nyasi tu. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hili suluhisho langu kama awamu hii, kwa sababu ninawashauri hawatalipokea, awamu ijayo nitashikilia shilingi na wala sitaachia. Ninakushukuru sana Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, naunga hoja mkono.